Karibu Getsemane. Amen. Amen. Leo tuna somo lingine Bwana ametupa, ingawa vinafanania na lililopita, lakini hili somo langu, andika kichwa cha somo. Andika kichwa cha somo: faida ya kuitii sauti ya Mungu. Faida. Amen. Faida ya kuitii sauti ya Mungu. Hiki ni kichwa cha somo. Haleluya. Hiki ni kichwa cha somo. Lazima, andika, lazima kondoo aijue sauti ya Mungu. Lazima kondoo aijue sauti ya Mungu. Haleluya. Kondoo yoyote, na wewe ni kondoo, na wala ambao wanatazama ni kondoo, wewe ni kondoo. Kwa hiyo kondoo yoyote, sifa ya kondoo ni lazima, haleluya, aijue sauti ya Mungu. Sauti yoyote lazima, kondoo yoyote lazima aijue sauti ya Bwana. Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Yohana 10:16. Amen. Biblia inasema, nasoma kama ifuatavyo. Huyu ni Yesu anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa niwalete, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Huyu ni Yesu anasema kwenye Yohana 10 mstari wa 16. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kondoo yoyote lazima aijue sauti ya Bwana. Amen. Hiyo ndio sifa ya kondoo. Hiyo ndio sifa kuitwa kondoo. Ili hata kama Bwana anakusemesha jambo uweze kujua huyu ni Yesu ananisemesha, huyu ni Baba anazungumza na mimi. Haleluya. Leo nataka tuangalie nini maana ya kuitii sauti ya Bwana. Kabla tuangalie hiyo faida, hasa nini maana ya kuitii, tunaweka utangulizi. Nini maana ya kuitii sauti ya Bwana? Maki wengi wao wanakuta tunafundisha lakini tunakuwa tuna nafasi ile ya kupanua wigo, kutanua uwanja wa neno, kujua nini maana ya kuitii sauti, kwa sababu wengine ni wachanga, wengine ufahamu wao hauna matunda bado. Andika, kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kufanya sawa sawa na kile Mungu anachokuambia ukifanye. Kuitii sauti ya Mungu ni kufanya sawa sawa na kile Mungu anachokuambia ukifanye. Huko ndo kuitii sauti ya Bwana. Haleluya. Audia tena. Kuitii sauti ya Mungu ni kufanya sawa sawa na kile Mungu anachokuambia ukifanye. Kule kunaitwa kuitii. Maana yake umeisikia na umeamua kufanya sawa sawa na Mungu anavyokuambia ufanye. Haleluya kanisa, tunaelewana? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Joshua 1 mstari wa 8. Kitabu cha Joshua sura ya 1 na ule mstari wa 8. Nataka tuangalie. Amen. Nataka tuangalie kwenye Joshua 1 Biblia inasemaje? Kitabu cha Joshua sura ya 1 na ule mstari wake wa 8. Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Si ndivyo na Biblia yako inavyosema? Amen. Biblia yako si ndivyo inavyosema? Maana ndipo utakapo
utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi. Haleluya, haleluya. Kisha ndipo utakapostawi. Na maneno haya ya kitabu cha Torati yasiondoke kinywani mwako. Amen. Uyatafakari usiku na mchana. Punga mkono wake wani, sema amen. Kwa tunaposema kuitii sauti ya Bwana, maana yake tunasema tenda sawa sawa na kile Bwana anataka ukifanye. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, maana nyingine ya kuitii sauti ya Bwana. Andika, kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kugeuka. Kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kugeuka. Unafahamu, mtu kama amekuita mfano jina lake, akakuita fulani, huku unaendelea kutembea, fulani unaendelea kutembea, kusikia ni kwamba umesikia, lakini haujageuka bado. Haleluya. Punga kwa wake wani. Wangapi unanielewa? Haujageuka bado. Ishara ya kwamba yule aliyekuita jina lako umemsikia ni pale unapogeuka na kuitika kwamba abe au naam. Punga kwa wake wani. Hapo umenielewa? Kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kutoka 3, kwenye vitabu vile vya Musa, kitabu kimoja kinaitwa Kutoka. Sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3 na 4. Kitabu cha Kutoka. Haleluya. Kitabu cha Kutoka. Aliyefika hapo asome. Neno la Mungu linasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu ya kijiti hiki hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana malaika wa Mungu alipomtokea kwenye kile kijiti, si kwamba alimtokea tu, hapana, manake alisikia sauti ya malaika. Tuseme amen. Akimwita Musa, Musa akageuka. Haleluya. Baada ya kuisikia sauti ilipoingia, akaamua kugeuka. Sasa nataka niangalie hiki kijiti mbona kiteketei. Kwa maana nikasema kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kugeuka. Funga mkono wake wale, ni kugeuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Mpe Bwana makofi ya shangwe kama umenielewa. Akamsikia malaika anamsemesha, anamuita kwenye jangwa, yeye anachunga ng'ombe. Aliposikia Musa kwanza, ya pili kugeuka naye, akasema na, afu baadaye akageuka. Akasema lazima nigeuke niangalie maono makuu namna hii. Kwa wakati mwingine mtu akikwambia nini maana kuitii sauti ya Bwana? Kuitii sauti ya Bwana maana yake ni kugeuka. Punga mkono wake wani. Haleluya. Kuna watu huwa wanasemeshwa na hawageuki, alafu kuna watu wanasemeshwa na wanageuka. Kwa kule kugeuka ndo kuitii sauti ya Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Makofi kwa Yawe. Hapo mmenielewa kanisa? Lakini maana nyingine andika, kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kuyashika maagizo yake. Kuitii sauti ya Mungu maana yake ni kuyashika maagizo. Hebu sema maagizo. Maana yake Mungu anapokuwa anakuita, unapoisikia sauti, unapogeuka, lazima kuna vitu anakuelekeza. Pale tumeona Mungu alipomtokea Musa, Musa alipogeuka, lengo la Mungu kumsemesha Musa pale ilikuwa ni kwamba ampe maelekezo akawafuate Waisraeli akawatoe Misri. Punga mkono wake wani, sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuitii sauti ya Bwana ni kuyashika maagizo yake. Tafsiri nyingine, kuitii sauti ya Bwana ni kuzishika amri zake. Kama unaipenda iandika pia, kuitii sauti ya Mungu ni kuzishika amri. Hebu sema amri. Ya, ni kuzishika amri zake. Ndio maana sema zishikeni amri zangu mkaishi. Kutoka 15:26. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari ule wa 26. Tuangalie Biblia inasemaje. Amen. Tuangalie Biblia inasemaje. Biblia inasema, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Haleluya. Si njema hiyo eh? Kuna kitu unapata kama utaisikia sauti na kuzishika amri. Amen. Kwa unaweza kuona, kwa hiyo kuitii sauti ya Bwana maana yake ni kuzishika amri zake. Mpe Mungu makofi, sema amina. Haleluya. Kwa Mungu anapokuwa anakuita kwa lugha nyingine, unapokuwa unasikia sauti, maana yake anataka uyashike yale maagizo, anataka uyashike. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ulikuwa ni utangulizi kwa tunaangalia faida ya kuitii sauti ya Mungu. Kwa tunaangalia nini maana ya kuitii. Lazima tujue maana. Sio tu mtu anakuja na kuambia itii sauti ya Bwana, sawa, niitii. Nini maana kuitii? Na niitii kwenye mazingira gani? Bwana makofi ya shangwe, sema amina. Na wapenda, ulikuwa